Kuna siri za giza ndani ya honeymoon suite hii, zilizolindwa na mchawi wa kale tangu miaka 40 iliyopita. Safari ya machungu hadithi inaanza na mwandishi maarufu wa vitabu vya kutisha anayeitwa Om Bauman, igizwa na Adam Scott. Om ni mtu mwenye hasira, mlevi, na anayeteseka na kumbukumbu mbaya za kifo cha mama yake alipokuwa mdogo. Anasafiri hadi Ireland kwenye hoteli ya zamani na ya mbali inayoitwa Bilberry Woods Hotel, sehemu ambayo wazazi wake walikaa wakati wa fungate yao miaka 40 iliyopita. Lengo lake ni kutawanya majivu ya wazazi wake kwenye mti wa kumbukumbu uliopo hapo. Katikati, siri ya chumba cha fungate, honeymoon suite. Anapofika hotelini, Om anagundua mazingira ya ajabu. Wasimamizi wa hoteli wamefunga kabisa chumba kimoja cha juu kiitwacho honeymoon suite. Kuna tetesi kwamba chumba hicho kina laana ya mchawi wa kale, ancient witch, ambaye anadaiwa kuua yeyote anayeingia kulala humo. Om, akiwa mtu asiyeamini mambo ya kishirikina, anachukulia mambo hayo kama ni hukum. Upuuzi. Mambo yanabadilika wakati mfanyakazi mmoja wa hoteli anayeitwa Fiona, ambaye alikuwa rafiki kwa Om, anapotoweka ghafla baada ya sherehe ya Halloween. Om anahisi ana deni kwake kwa sababu Fiona alimsaidia wakati alipokuwa amelewa sana. Mvutano ndani ya shimo la shetani. Om anaamua kuvunja sheria na kuingia kwenye kile chumba kilichofungwa, akiamini Fiona amefichwa humo. Akiwa ndani, uhalisia wake unaanza kutisha. Anakutana na picha za kutisha, ikiwemo kiumbe cha ajabu kinachofanana na sungura, Rabbit Man, kilichotokana na kipindi cha TV cha utotoni mwake. Chumba hicho kinabadilika na kuwa kama gereza la ajabu, escape room horror. Om analazimika kupambana na viumbe wa kutisha, ghouls, na mchawi mwenyewe, huku akilazimika kukabiliana na makosa yake ya zamani na ulevi wake. Mwisho, msamaha au maangamizi. Om anagundua kuwa mchawi huyo anajilisha kwa kutumia hofu na majonzi, trauma. Ili atoke akiwa hai, lazima ajisamehe kwa kifo cha mama yake na kuacha kuwa mtu mwenye chuki. Filamu inaisha kwa Om kuibuka akiwa mtu tofauti, mwenye upendo na matumaini, ingawa safari hiyo imemuacha na makovu makubwa ya kimwili na kisaikolojia. Msomaji ni Diomedian.